na stima na maji. Hapa Murang'a tumewapatia shilingi bilioni 1.2 ya kujenga soko 20 mpya ya Murang'a County. Hata huyu Mugo aliniambia kuna mahali inaitwa Kekoe mahali fulani hapo. Si namna hiyo? Na nyinyi mtaniambia kama hapa kwenu Kiriaini kama mko na shida ya soko mtaniambia hapo kando. Iko shida ya soko? Iko chini? Niinue. Iko wapi hiyo soko yenu? Iko hapa chini? Sasa wewe Mugo usiniangushe bwana. Bwana. Sasa huyu Mugo nitamtuma na PS wangu wakuje hapo, na mama Alice yuko hapa. Wapi Alice? Huyu waziri wangu wa mambo ya lands, na yeye ndiye anasimamia masoko Kenya mzima. Sasa wewe Alice, umesikia watu wa Kiriaini vile wamesema? Na huyu mama mnaweza kumongelesha Kiingereza, muongeleshe Kiswahili, hata ya nyumbani mnaweza kumongelesha huyu. Si ndio? Apange soko ya Kiriaini. Umesikia Alice? Very good. Hiyo soko atapanga, na tumesema tunajenga soko 20 mpya hapa Murang'a County. Ndio mama mboga pia afanye kazi mahali ambapo kuna stima, kuna maji, kuna usafi, na tuhakikisha kwamba biashara ya kila mtu inasonga mbele. Vile vile mimi nimefika hapa ili tukubaliane na watu wa Murang'a. Bado tuko na watoto wetu wengi katika Technical Training College, hata university yetu ya Murang'a hapa hawana mahali pazuri pa kuishi. Kwa hivyo tumesema tunajenga hostels in every Technical Training College. Tunajenga hostels ya watoto 300 as a beginning. Ndio tuhakikishe, na mama huyu Alice ndiye anafanya hiyo kazi pamoja na mimi. Tumeelewana? Na kwanza mimi nataka niwashukuru watu wa Murang'a, nyinyi mmenisaidia sana. Unajua mmenipatia ni huyu Ndindi ananipangia mambo ya budget. Mmenipatia huyu Alice ananisaidia kazi ya wizara ya mambo ya ardhi, makao, markets na affordable housing. Hapa Murang'a vile vile mimi nataka niwaeleze tumewapangia mambo ya affordable housing. Nyumba 7,000 mpya tunajenga hapa Murang'a County. Na tunahitaji vijana zaidi ya 10,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa hapa Kiriaini mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana wera ni wera. Ama tulikubaliana namna gani? Tunakubaliana wera ni wera. Sasa nyinyi mjipange. Na huyu Alice tumeanza manyumba ya kwanza pale Makenji. Tumeanza manyumba ingine pale Gatanga. Tuko na ardhi hapa Kiharu. Tutakuwa na mahali hapa kwenu. Tuhakikisha kwamba in every part of the Republic of Kenya tunapanga vile vijana wetu watapata ajira. Nataka pia niwatangazie, tumekubaliana na huyu mjumbe wenu Bwana Mugo ya kwamba every ward tujenge ICT hub, kwa sababu tunataka kupanga kazi ya ajira ya hawa vijana wetu. Vijana muko? Vijana muko? Mbona sisikii sauti ya vijana wa hapa Kiriaini? Muko area? Sasa nataka munisikize kwa makini. Nyinyi vijana munisikize kwa makini. Ya kwanza tumesema affordable housing. Kama wewe ni architect, kama wewe ni quantity surveyor, kama wewe ni electrician, kama wewe ni plumber, kama wewe ni mason, kama ujipange na hiyo kazi ya affordable housing, tumepanga ajira pale. Tumepanga vile vile ile hazina ya CDF. Sasa tumebadilisha sheria. Itamwezesha huyu mjumbe wenu ajenge ICT hub katika kila ward hapa Murang'a, hapa Mathioya na Kenya mzima. Na hiyo ICT hub ndio tutapanga ajira ya hawa vijana. Ajira ya mtandao inaitwa digital jobs. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na vijana 150 wanafanya kazi on the digital jobs space. Na tunataka tuwaongeze ili every ward kuwe na mahali vijana wanapata ajira. Na mimi nimekubaliana na huyu Mugo, ndani ya 4 months awe amemaliza ICT hubs ya hapa Mathioya. Mimi nitaweka kompyuta, mimi nitaingiza internet, mimi nitaleta walimu, na nimepanga vile hawa vijana watapata ajira. Vijana mko tayari? Nikileta kompyuta hapa mtashindwa nyinyi kufinya? Si mtafinya hiyo kompyuta alafu mweke pesa kwa mfuko? Basi mtajipanga na hapo.
Na mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu mambo ya chai, mimi naona watu wa chai hapa wako na maneno ya chai. Si ndio? Hii ni dunia ya chai. Na iko shida ya chai kidogo. Tumekuwa na shida pale Mombasa ya kuuza chai. Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo shida ya chai pale Mombasa, sasa tumegundua mahali gani ilikuwa na kisirani. Hata juzi tumeweka mpango mpya kwa sababu mwaka huu pesa ya chai itaongezeka kutoka bilioni 170 hadi bilioni 210 mwaka huu, ambayo itafikia wakulima. Lakini lazima tunyoroshe wale wako katikati pale ambao wanataka kutuharibia hiyo biashara ya chai. We must straighten that place. Tunaelewana? Na tumekubaliana na Deputy President hiyo kazi tuweke laini vizuri. Ndio watu wawache kutuletea kisirani, mkulima apate bei yake ya sawa sawa kwa mambo yake ya chai. Muliona jana kahawa kahawa iko na kisirani. Kahawa vile vile. Hapo kwa kahawa vile vile tumekubaliana. Hii mambo ya kahawa tunataka kuhakikisha, unajua tulibadilisha kwanza tukasema hata mkulima awe represented katika coffee auction. Pale ndio anajua kahawa yake imeuzwa shilingi ngapi. Sio kusema ya kwamba ati watu wachache brokers ndio wanakaa kwa soko ya kahawa. So hapo tumenyorosha, lakini kuna mahali imebakia. Mimi nataka tu nipatie nafasi kidogo hiyo watu ambao bado wako pale, na nimeweka waziri mpya wa kuhakikisha kwamba hiyo mahali tunanyorosha vizuri mpaka pesa ya kahawa ifike kwa mfuko ya mkulima. Hata juzi, sio juzi, hata jana nimeondoa board ya watu wa KCC kwa sababu walikuwa wananisumbua, na nimeweka management mpya kwa sababu niliwaambia mimi nataka mkulima alipwe shilingi 50 kwa kilo moja bila ya kuulizwa maswali. Na hatutaki ati mkulima ati yeye analipwa 40, maziwa inauzwa 50. Hapa katikati kuna watu wanakula shilingi 10 na hawakamui, hawatafuti chakula, hawafanyi chochote. Ati ni watu ya transporter sijui nani. Tumesema hawa watu wote transporter, mtu ya cooperative wagawane shilingi 3. Mkulima apatiwe 50. Kwa sababu mkulima ndiye mwenye maziwa ama namna gani? Si mkulima ndiye anaamka mapema? Si ndiye anatafuta chakula? Si ndiye anatafuta dawa? Si ndiye anakamua? Si ndiye huyo apata pesa nyingi? Hawa wengine mabroka hapa katikati siwapotee. Wagawane hiyo shilingi 3 ama wakwende mahali wanataka. Sio kama tumekubaliana. Mnasema mkulima alipe shilingi ngapi? 50. Mkulima alipe 50. Iko watu ya KCC hapa? Hawako Haya, nitapanga na waziri ambaye amekuja sasa. Nipange vizuri na huyu Kang'ata atanisaidia. Wapi Kang'ata wa Marua? Huyu Kang'ata lazima nisaidie kupanga hapa chini. Si ndio? Mnasema tupangane na huyu Kang'ata anipangie hapa chini, anyoroshe mabrokas hapa, mimi ninyoroshe na huko juu. Muliona jana niliweka board mpya ya KCC, na leo asubuhi tumeweka management mpya ya KCC. Tuhakikisha kwamba haki ya mkulima vile tuliwakubaliana na wao inafikia mkulima. Watu wa Kiriaini tumeelewana jameni? Murang'a tumeelewana? Simuliona juzi watu walikuwa wananisumbua kidogo, lakini nikawaambia ya kwamba tulikubaliana na watu wa Kenya. Kenya ni nchi ya demokrasia. Kenya ni nchi ambayo tunaamini kwa amani. Hatutaki fujo, hatutaki maafa, hatutaki kuharibu mali ya watu. Sisi ni watu wa kujenga nchi, sio kubomoa. Kweli ama si kweli? So nikawaambia vile nyinyi wote mlikubaliana, tukasema tuunde serikali ya kuunganisha wa Kenya. Juzi nimetengeneza baraza ya mawaziri ya kuleta kila mtu hapo ndani. Ile mtu wako na kisirani akuja hapo ndani. Ile yako na maneno mzuri akuja hapo ndani. Tukubaliane hapa ndani vile Kenya itaenda mbele. Hawa watu wananiita Zakayo na ile pesa mimi natafuta si yangu. Sasa mimi nauliza nyinyi,
Kwani hii pesa mimi natafuta ya Kenya, ile pesa mimi natafuta ya Kenya inaenda kwa akaunti yangu? Si ni pesa ya Kenya? Si ni ya kujenga barabara? Si ni ya kujenga stima? Si ni ya kusomesha watoto wetu?